Kuna wengine waliumizwa tu na mali wanafanya kazi. Uliumizwa na wazazi wako waliokuzaa. Uliumizwa na watoto wako umezaa. Umeumizwa na best friend. A wounded soul. Na a wounded soul cannot receive anything from God. Bwana asifiwe. Mioyo ambayo imejeruhiwa ama imeumia sana haiwezi kakuwa na nafasi ya kupenda Mungu. Ni kwa sababu ina machungu, inakuumia, inaumia sana. Sasa haiwezi ikatrust tena. It cannot trust again. It cannot trust again. It cannot trust again. For example, upate msichana ambaye aliumizwa na wanaume. Huyo msichana kupenda tena itakuwa ngumu kwake. So lazima kwanza apone. Akishapona ndio atapatiana nafasi nyingine. Mwanaume ambaye ameumizwa na wasichana lazima kwanza moyo wake ipone, ndio sasa apatiane chance nyingine. Ndio apatiane chance. Hawezi akapatiana tu chance hivyo. So hawa watu ni watu ambao waliumia. Sasa wakati hata kitu kizuri kinaletwa hawezi akaamini, kwa sababu anaona hiyo na anafikiria ile kitu alipitia. Akiona msichana anaona huyu pia atanibeba vile nani alinibeba. Vile tu Shiko alinibeba, hivyo ndivyo huyu pia atanibeba. Bwana Yesu asifiwe. Vile ule tu mwanaume alinifanya, huyu tu atanifanya the same. So a soul is wounded. And that is why today we are going to heal that soul. Kama kuna mtu alifanya ukaumia kwa moyo wako, mimi leo hii nakuombea Bwana akuponye nafsi kwa jina la Yesu. Natangaza Bwana akuponye nafsi katika jina la Yesu Kristo. Kile ulipitia ukakosa kutrust tena, leo hii uponyaji ishuke kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Hata kama uliwatrust zaidi na mali yako, uliwatrust zaidi na mali yako, uliwatrust zaidi na nguvu zako, ukaamua ukakuwa mwaminifu kwa hiyo kampuni, lakini all of a sudden they disappointed you. May the Lord heal you tonight. Nasema Bwana akuponye leo. Na wakati atakuponya, nasema afungue nafasi nyingine kwa maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Afungue nafasi nyingine. The reason why Mungu hajatenda tena ni kwa sababu akiamua kutenda hautaamini. Na the reason why hautaamini kwa sababu umegonjeka. Moyo wako inagonjeka. So lazima upitie kwa uponyaji kwanza, uponywe kwanza. Ndio sasa Mungu aachilie kitu ndani. Na akishaachilia kwa moyo wako itakuwa na uwezo ya kuibeba. Na hapo ndipo maisha yako itaanza kubadilika. Healing a wounded soul involves turning to scripture and find comfort in God. Unasoma maandiko wakati nafsi yako imegonjeka ama wakati nafsi yako imeumia. You must turn to scriptures and find comfort. Ingia kwa maandiko. Ingia kwa maandiko. Soma habari ya wale watu ambao waliumia, kisha Mungu akawaponya wakasaidika. Soma habari yao. Soma habari ya Ayubu, aliumia zaidi yako. We hata hujaona vita yoyote. We bado hujaenda kuokota chakula kwa barabara. Ayubu alienda mpaka akaanza kuokota. So hujafika hapo. So enter into scripture. Na imani yako itainuka zaidi kwa Mungu na utaamini tena. Bwana asifiwe. Utaamini tena. We bado hujafukuzwa nje ukatolewa vitu na landlord. At least you still have a place that you can call a home. But wakati mtu atakuja kuambia mimi nilifanyiwa hivi, imani yako itainuka zaidi. Utaona ya kwamba kumbe mimi siteseki. Sasa ingia kwa maandiko. Turn into scripture and you will find comfort. If your soul is wounded, you will find comfort when your soul is wounded. A lot is happening.
and many are going through a lot, but never ever allow your soul, usije ukaruhusu nafsi yako iumie. Maana wakati shetani anataka kuangusha mtu chini, kile anafanyanga na ingianga kwa moyo wake, anamchokora. Akishamchokora huyo mtu anaanga nguvu ya kuendelea tena. Bwana asifiwe. Huyo mtu anakosa nguvu totally. Hawezi akapata nguvu ya kuendelea mbele. Hawezi akapata nguvu ya kuomba. Hawezi akapata nguvu ya kuamini. Sasa huyu kuanguka kwake inakuanga rahisi. So anytime you are going through, never ever allow the devil to enter in your heart. Never ever allow the enemy to enter in your soul. Na ndio maana maandiko yanasema ya kwamba Mungu akamwambia shetani, enda umjaribu, lakini usiguze moyo wa, usiguze nafsi yake, wachana. Maana that is a place of God. Hapo ni mahali pa Mungu. Hapo ni mahali pa Mungu. So hata kama utapigwa vita inakaa namna gani, hata kama utadanganywa maongo yanakaa namna gani, but do not allow them to enter into your soul. Because when they enter into your soul, they will finish you completely. Watakumaliza completely. Na hautakuwa na nafasi nyingine. Utakuwa umeisha. Ndio maana Ayubu akapigwa, bibi akamwacha, watoto wakaenda, mali yake yote ikaenda. Lakini kwa sababu Mungu alimwambia shetani ya kwamba enda ufanye kile utafanya, lakini nafsi yake mwachaneni nayo, ndio maana alibaki akiwa hivi. Na yeye maana aliachiliwa, nafsi yake ilibaki, moyo wake ilibaki. Naye hakuchoka kumwamini Mungu na hakuchoka kumpenda Mungu. Na ndio maana unaona hata kwa mambo yote bado alikuwa anaomba. Hata kwa vitu zote alikuwa anapitia, bado alikuwa anamuita Mungu. Na ndio maana Mungu akamregeshea kile alikuwa amepoteza, akaregesha zaidi. Na hata we leo nakutangazia, chochote ulipoteza kwa wale walikuumiza, natangaza uregeshewe kwa jina la Yesu. Natangaza uregeshewe afya yako. Natangaza uregeshewe baraka zako. Natangaza uregeshewe kazi yako kwa jina la Yesu Kristo. Maana walikuumiza wakadhani wamekuweza. Leo hii Bwana akuponye. Nasema leo hii Bwana achilie uponyaji. Maana walidhani wamekuumiza, wakaona ni kana kwamba wameshinda, lakini hawakujua kuna Mungu hapa duniani. Na ninatangaza huyo Mungu ambaye yupo akuponye nafsi leo. Achilie uponyaji kwa nafsi yako katika jina la Yesu Kristo. Uponyaji achiliwe. You need healing. You need healing so that you can recover. Without healing you cannot recover anything. Mtu ambaye amegonjeka lazima atafute daktari. Daktari amdunge shindano, ampatie madawa ameze. Akisha meza hayo madawa yote, anapokea nguvu tena. Sasa ana recover, anakuwa na strength. Sasa anaweza akatembea, anaweza akaenda tena akafanya kazi. Inamaanisha huyo mtu amerecover kwa condition yake ya kawaida. Sasa wewe uliumizwa spiritually, natangaza leo hii pokea uponyaji. Natangaza leo hii pokea uponyaji in the mighty name of Jesus Christ. Unajua kuumizwa si lazima mtu akupige rungu ndio umie ndio upokee uponyaji. Sio lazima uanguke upate ajali ndio tuseme nani aliumianga wacha tumuombe apone. No. No. Mtu hata kuchukua Kenya unapenda amekuumiza. Hello. Kenya unapenda anachukua tu, huyo mtu ashakuumiza already. Hajakukata mikono, hajakukata miguu, hajachukua pesa zako, lakini amechukua. Ama mtoto wako mmoja unapendanga huyo, ama ni huyo bibi ama huyo mke unapendanga, amechukua. Huyo mtu amekuumiza totally, amekuumiza. Ama amekunyang'anya kitu ulikuwa umetegemea, amekunyang'anya. So huyo mtu amekumaliza, amekuumiza. For example, sasa wewe unaenda kazi saa hii, all of a sudden usikie tu beshte yako amekuchochea kazini, ukavutwa kazi. Si huyo amekuumiza? Na imagine hajakukata mkono,
hajakukata miguu, hajaenda akavuta vile uligraduate nini, hajafanya anything, ni ile tu kukuchochea kazi ikaisha. Huyo mtu amekuumiza kabisa, huyo mtu amekuumiza. Na ili upokee uponyaji lazima utafute Mungu ndio upokee uponyaji. Na wakati utapokea uponyaji, milango ingine itafunguka immediately. Milango ingine inafungukanga immediately. But kama hujapona, milango haifungukangi. Milango haifungukangi. Haifungukangi. Mimi natangaza yako leo itafunguka. Nasema yako leo itafunguka. Hautakula chakula ambayo sio yako. Halo, hautapewa chakula ya watoto. Utapewa chakula ya kulingana na kiwango ya kuna watu hapo mmeandikwa mshahara unapewa si yako, si kiwango yako. Hiyo ni chakula ya watoto. Mimi natangaza Mungu akutoe hapo, akupeleke kiwango yako kwa jina la Yesu Kristo. Kile ambacho unakulanga sio sehemu yako, natangaza utolewe hapo, maana uponyaji lazima utapokea leo. Upewe chakula ambacho kinakufaa in the mighty name of Jesus Christ. Maandiko inasema in the book of Psalms 147 and verse number 3. Daudi anasema namna gani? Psalms 147 and verse number 3. He heals the broken hearted and binds up their wounds. He heals the broken hearted and he binds up their wounds. Na ili ifike hapo, wakati Mungu anaponya mioyo ambayo imevunjika, ni wakati hii mioyo ambayo imevunjika itaamua kutafuta Mungu. Bwana asifiwe. Lazima hii mioyo, hizi nafsi ziamue kutafuta Mungu wa kweli. Na wakati hizi nafsi zitatafuta Mungu wa kweli na ipate, hapo ndipo Mungu ataanza kuyaponya hizo nafsi ambazo zimevunjwa. Daudi akasema anaponya mioyo ambayo imevunjwa. He heals the broken hearted and binds up their wounds. He binds their wounds. He heals the broken hearted. Next verse, the Bible says what? He counts the number of the stars. He calls them all by name. He can do that. He calls the number of the stars and he called them by their names. He can do that. So it means he is a great God. So as long as you can find comfort in him, he will heal your wound. He will heal your wounds. Ataponya majiraha ambayo iko kwa moyo wako. Ataachilia uponyaji, na kisha ukipona maisha yako itarikava. Utaanza kupokea baraka zingine. Ushaiona mtu ambaye amechekwa, mtu ambaye amepigwa vita, lakini after 1 month or after 2 years unaona huyo mtu ndio sasa amekuwa tajiri. Bwana Yesu asifiwe. Na si ati ametafuta nguvu za kando, hapana. Ni kwa sababu alifocus. Ambia jirani yako focus. Alifocus akasema, hawa wanadamu wamenifeli, hawa watu wamenidanganya, hawa watu wamenichekea kwa muda, sasa nataka ku approve wrong. Huyo mtu akamtafuta Mungu. Mungu akamtengeneza. Mungu akachukua kile yote watu walikuwa wanajua ako nayo, Mungu akatoa. Kisha Mungu akaanza kumpatia ile ambayo ni kiungo. Hapo, kutoka hapo maisha ya huyo mtu ikabadilika. Kile Mungu anafanyanga kwa mtu, anatoanga kile unajua ndani yako, anaitoa nje. Na ndio maana wakati ile siku utaokoka, wenye hawajaokoka, watu ambao wanaokokanga kwa mara ya kwanza, unaonanga kuna mateso fulani unaingilianga. Kuna ka period tu ya mateso. Unaingia tu unateseka, unakosa, unalala njaa nini. Ni Mungu anatoa kile ulikuwa umejua. Akishamaliza kusafisha hiyo nyumba, aisafishe ikuwe safi, sasa ndiye anaanza kupanga vitu upya kwa hiyo nyumba. Anaweka, kama ulikuwa na kiti mbaya, anaweka kiti mzuri. Kama ulikuwa na kitanda mbaya,
anatoa ile mbaya, anaweka kitanda mzuri, anapanga hiyo nyumba inakuwa sawa. Na ndio hapo sasa unaona maisha ya huyo mtu inaanza kuonekana vizuri, kwa sababu Mungu ameanza kupanga vitu step by step, step by step. Na huyo mtu ashatoka kwa condition ya kuumia akaingia kwa uponyaji. Sasa vitu vyake vimeanza kukua sawa, na ili ifanyike hivyo lazima wewe kwanza umkubali. Lazima you turn yourself to scriptures and you will find comfort in him. Matthew 11 and verse number 28. Yesu akawaambia namna gani? Come to me all you who labor and are heavy loaded, and I will give you rest. Come to me. Come to me. Nyinyi mumelemewa na mizigo. Come to me. Heavy loaded, and I will give you rest. Nyinyi ambao mumelemewa na mizigo, njoni kwangu, nitawapatia pumziko. Nitawapatia pumziko. Si ati yeye Mungu akuje akutafute, it is you. Wewe mwenyewe uamke uende utafute Mungu. Na utamtafuta wapi? Unamtafuta kwa maandiko. Unamtafuta wapi tena? Unaomba. Unaingia, unaenda meetings za waamini kama wewe. Mnakaa pamoja vile sasa mmekaa hivi. Mnasikiza neno, unaomba, unaabudu, unasoma maandiko, unamtafuta Mungu. Na wakati utamtafuta, ile mizigo kubwa ulikuwa nayo ataiondoa kwa maisha yako, na atakupatia rest. Atakupatia rest. Maana mizigo hayo yote yenye alikuwa kwa maisha yako ndio yalikuwa yanakuletea machungu kwa nafsi yako, ndio yalikuwa yanakuumiza. Unang'ang'ana wakati unapata kapesa kidogo, unalipa school fees hivi, landlord ndio huyu anataka rent. Unang'ang'ana na kopo unalipa rent hivi, ndio hiyo chakula hakuna. Unang'ang'ana unatafuta chakula unapata hivi, ndio hiyo mama yako ni mgonjwa ushago. Unang'ang'ana unatuma pesa ya dawa, ndio hiyo wewe mwenyewe umegonjeka. Sasa haupumziki. Bwana asifiwe. Matatizo, problems after problems. But today I decree and I declare, may the Lord give you rest in the name of Jesus. May the Lord give you rest in the name of Jesus. Hiyo mizigo yote umepepa yenye inakuumiza moyo, natangaza Bwana aiondoe kwa jina la Yesu Kristo. Iondolewe ndani yako, maana unamwamini. Iondolewe ndani yako. Iondolewe. Healing starts from inside, kisha inakuja nje. Inaanzanga ndani, kisha inakuja nje. Inaanzanga ndani, kisha inakuja nje. Bwana asifiwe. So wakati umepewa dawa na madaktari ama wamekudunga shindano, uko ndani inaitwanga hii kitu ina fighting magonjwa kwa mwili, ni white blood. Hiyo ndio ina fight magonjwa. So wakati imepata nguvu ya kupigana, wewe uko unajua hiyo na umesoma mpaka primary school na ukaingia uko ndani kabisa. Na uko unajua hiyo. Mimi mwenye sijasoma najua hiyo. Bwana asifiwe. Ndio sasa hiyo kitu ipate nguvu ya kupigana na magonjwa kwa mwili yako. Ndio na sasa unasikia, unaona huyo mtu amerudi. Unaona mtu alikuwa ameparara uso, ni kama hajapaka mafuta, umepaka mpaka remis lakini haushine kwa uso. Unaangaliwa hivi hakuna damu, lakini wakati hiyo kitu itaanza kupigana magonjwa, mwili yako itaanza kukua na nguvu. Afya inaanza kurudi. Bwana asifiwe. Afya yako inaanza kurudi. So wakati afya inarudi, maisha yako inabadilika. Inabadilika immediately. So you must come to God. Ndiye atoe kile ambacho kinaumiza moyo wako. Wakati uponyaji inaanza ndani, ikikuja nje watu wanaanza kusema, nani siku hizi yako sawa? Nani siku hizi anaendelea vizuri? Nani siku hizi hapana? Ni kama lazima atatuonyesha ni nini anafanyanga.
maana siku hizi hayuko mbaya zaidi. Kuna kitu kinafanyika. Hiyo uponyaji ilianza ndani. Hiyo uponyaji ilianza ndani, iliingia ndani na ikabadilisha maisha ya huyo mtu. Na wewe ndio leo utabadilishiwa. Bwana asifiwe. Wewe ndio utafanyiwa nini? Wewe utabadilishiwa. So number one thing, wakati utamtafuta Mungu atakupatia comfort. Na ndio maana maandiko yanasema I will give you rest. Atakupatia comfort. Na wakati amekupatia comfort, moyo wako inaanza, soul yako inaanza kupokea uponyaji. He will give you comfort. Weka Psalms 34:18. Maandiko yanasema the Lord is close to the broken hearted and he saves those who are crushed in spirit. He saves those who are crushed in spirit. Psalms 34:18. Psalms 34:18. Comfort for brokenness. The Lord is near to those who have a broken heart and saves such as have a contrite spirit. And our side, those that are spirit are crushed, and our side. So find comfort in God. Find comfort for your soul to be healed. Find comfort in him. Usitafute kupumzika kwa wanadamu. Nasikianga wamama wanasema, wasichana wanasema, Aki, nilikosana na former boyfriend nikakuja kwako ili wewe at least uniponye moyo, unifanye nisahau matatizo. Oh, mwanadamu akuponye moyo. Find comfort kwa Mungu. Bwana asifiwe. Tafuta hiyo kwa Mungu. Mwanadamu atazidi hiyo kidonda, ndiye atakuwa anacheza cheza nayo hivi, anaiguza hivi na unasikia uchungu. Hiyo kidonda hiyo unasikianga, oh, I wish I knew singekuoa, I wish I knew singekaa na wewe, maana niliumia nikadhani wewe ndio utanisaidia moyo ipone. Mwanadamu akusaidia moyo wako ipone? Hakuna. Hata Yesu yako na moyo na yake haijapona. Sasa yako atafanya ipone aje? Wewe tafuta kuponywa moyo kwa Mungu. Find comfort in God. When you find comfort in God, your soul will be permanently healed. Your soul will be permanently healed. Hii uganga mnaendanga hivi nje, ati usinihati vile nani alinihati tafadhali. Najua mimi nimeenda kwa wanaume wengi sasa wakanihati, sasa tafadhali naomba usinihati. Wewe kwani yeye alikuwa anataka kuhata? Ati tafadhali, unajua nilikuwa na date msichana mwingine na akanibeba. Sasa hata wewe tafadhali usinihati. Ukinihati I will not love again. Wewe achana mambo hayo ya kuhatiana na kuhatiwa. Achana nayo. Ikuhusu kile kinakuhusu, moyo wako weka kwa Mungu. When you put your heart to, ukiweka moyo wako kwa Mungu, hakuna atakaye jeruhi moyo wako tena. Hawezi akapatikana. Kama atataka kuingia kwa moyo wako, Mungu atamkataza. Mungu atakuwa na mzuia, asema hapana, fanya kile unaweza, lakini moyo wake achana nayo. Moyo wake achana nayo. Vile aliambia shetani akitaka kwenda kuumiza Ayubu, fanya kile utafanya, lakini nafsi yake achana nayo. Ni kwa sababu gani? Ulitafuta comfort kwake. You find, ulipata rest kwake. Au kutafuta rest kwa wanadamu, lakini ulitafuta kwake na kisha ukapata. Na ndio maana anazuilia watu wasikuumize tena. Watu wasikuumize tena. Am I talking to somebody? Mimi nakuombea upate rest kwa Mungu. Ndio kama watakuja wakunyang'anye, wafanye kitu ati wakuumize, ndio ukufe moyo, wakose hiyo nafasi. Wakose hiyo nafasi. Guard your heart. Guard your heart, child of God. Guard your heart. Mimi kitu moja mimi huwa nafanyanga, na make sure mtu asiingie kwa moyo wangu. Because wakati mtu ataingia kwa moyo wangu, hata wewe leo nisingekuwa na kuongelesha hapa. Na make sure mtu asiingie. Because kwanza wewe hata ni wachana hao wengine wa nje. Wewe tu umenidisappoint mara mingi sana. Wewe unaniangalia hivi. Umenidisappoint mara mingi.
So ningekuwa na kuchukua na kuweka kwa moyo, hata ningesikia tu niulize mtu yule nani na nani wamekuja hapo, ati ni nani na nani, siendi hapo, siendi kuhubiri, sitahubiri, nakaa na mahubiri yangu, so haitanisaidia. Am I talking to somebody? Lakini kwa sababu nilikutoa huko kwa moyo wangu, ni Mungu ako kwa moyo wangu, ndio maana hata ufanye nini, nitakuja nikuhubirie na haitanisumbua akili. Bwana asifiwe. Nitakuja nifanye kile ambacho nafaa kufanya na kisha niende. Haitanisumbua akili. Wewe si unafanyanga unaingia chama, si hata nani yako kwa chama, kama nani yako kwa hiyo chama mimi siingii. Si mnakuanga hivyo wa mama? Ati kama mama nani yako kwa chama siingii. Kwa sababu gani? Mama nani akiingi aliniumiza, anakuanga na madharau, sijui nini, aliniumiza. Ni kwa sababu gani? Ulimweka kwa moyo wako, ndio maana alikuumiza. Sema mtu yeyote ako hapa, toka. Sema mtu yeyote ako hapa, toka. Hii place ni ya Mungu. Mungu akae hapo. Ile siku utaweka mwanadamu kwa moyo, utakuwa unaona mume wako hivi unasikia kutabika, unaona mke wako hivi unasikia kutabika, maana umemweka kwa moyo. Maana unajaribu kumtengeneza afanye kenye unataka na afanye, utakuwa unasikia kutoroka kwa hiyo nyumba. Lakini wakati Mungu ako hapa, Mungu ata make sure umeona kizuri yenye iko ndani yake. Bwana asifiwe. Utakuwa unaona mume wako hivi, unaona handsome, mtoto wa mama mayai, mtoto ndiye ameshuka leo. Ukimwona hivi mume wako, kwa sababu gani? Mungu ndiye ako hapa, na Mungu akiwa na wewe anakuonyesha vitu vizuri. Hawezi akakuonyesha disappointment. Am I talking to somebody? Yes. Weka Mungu akue hapa, na ndio usije ukaanguka pabaya tena. Maana ulianguka pabaya, at least kwa Mwenyezi Mungu akakusaidia ukatoka hapo. Sasa before uanguke kwengine tena uumie, kwa na Mungu kwanza akuonyeshe kitu kizuri. Akuonyeshe kitu kizuri. Umesikia? Akuonyeshe kitu kizuri. Kwa na Mungu. Asema the Lord is near to those who have a broken heart and save such as have a contrite spirit. Anawakomboa wale ambao mioyo yao imekuwa crushed. Mioyo yao imekuwa crushed. ECV inasema crushed. ECV inasema the Lord is close to broken hearted and save those who are crushed in spirit. Wale mioyo yao wamekuwa crushed katika mioyo yao. May the Lord help you. May the Lord help you. Nasema may the Lord help you. Akikusaidia utakuwa sawa. Number 2. Omba sana Mungu heal the inner man. Ule mtu wako wa ndani. The inner man. As long as you pray, as long as you are reading the word, pray that God should heal your inner man. Ule mtu wako wa ndani akipokea uponyaji, utakuwa na nguvu ya overcome everything. The healing of a inner man is very important. Do you know inner man, ule mtu wako wa ndani ndiye anakukeep kuendelea kwa maisha. Huyo mtu wako wa ndani akiisha nguvu, wewe unaisha nguvu. Wewe unaisha nguvu. Ndio maana unasikianga wanasema lakini ni baridi, alafu daktari anaenda ile kitu mnaekanga kwa masikio inaitwa aje, na unayakia mtu hapa telescope. Hivyo tu telescope ama telescope, wacha iende hivyo. Bwana asifiwe. Unasikia anaweka hapo, anasema lakini bado ana breathe. Lakini ako sawa, anaguza hivi, mkono iko weak, everywhere is weak. Alafu kuna kamashini kanakuanga hapo kanalia titi, kanahesabu percentage. Anaona hati yake bado inamaanisha mtu wa ndani hajachoka, bado anapigana. Mtu wa ndani anapigana. Lakini mwili
Ukishika baridi, ukiweka hivi mkono yako usikie hivi baridi, huyo mtu ameenda. Lakini bado moyo inafanya ile kitu tish tish, moyo inafanya ile kitu, moyo inafanya ile kitu. Sasa hiyo mtu wa ndani bado anapigana. So anytime you pray, omba sana Mungu aweke mtu wako wa ndani akuwe na nguvu kila wakati, ndio kuwe na uwezo wa kushinda. Bwana asifiwe. Ndio kuwe na uwezo wa kufanya nini? Wa kushinda. Proverbs 18 verse 4. Maandiko yanasema nini? Acknowledge that the spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit, who can bear that? No one. The words, Proverbs 18 and verse number 14. 18:14. Proverbs 18:14. The spirit of a man will sustain him in sickness. Will do what? Sustain him in the sickness. The spirit of a man ndiye itakusustain. It is not your body. Hii mwili yako inanga anything, is a carrier. Your body is a carrier. So it is your spirit that will sustain you when you are broken, when you are crushed. It is your spirit that will sustain you. And that is why every day when you pray, you must pray for your spirit. You must pray for your soul. Ndio ikuwe na nguvu kila wakati, ikuwe na uwezo. Next verse, the Bible says what? The heart of the prudent and acquires knowledge, and the ear of the wise seeketh knowledge. He heals the brokenhearted. The spirit of a man will sustain his infirmity, but a wounded spirit cannot bear it. It cannot be bared. Bwana Yesu asifiwe. So pray for your soul. Pray for your inner man to receive strength, to receive power to continue. Nimekuambia mtu amegonjeka, amelala kwa kitanda, lakini spirit yake bado inapigana vita. Bado inapiga vita. Bado inapiga vita. At least hapo daktari anakuanga na tumaini, anasema at least moyo bado inapiga, we can do something. Lakini umepelekwa moyo haipigi, wewe ni baridi, wewe kwisha, umeenda. Bwana asifiwe. Wewe but when your heart is still beating, spirit yako bado inapigana, they can do something. Hata kama nikukuwekea vibrator, watakuwekea ushtuke uamke. Nataka nikumwagilia maji ya barafu, ni vile wamwagangi maji. Naonanga wanachukua kitu wanapiga hivi pasi, inakaa pasi. Wanafanya hivi, alafu wanaweka, wanakushtua. Pa! Wanakushtua moyo. Ndi at least percentage ikuwe mzuri. Bwana asifiwe. Inamaanisha spirit yako, your spirit is still fighting. In your life, you are weak, your body is weak. But your spirit bado anakuambianga utapata. Utafaniki? You are weak mpaka unasikia kuamka, leo tena naenda kutafuta kazi. Lakini spirit yako inakwambia wewe enda tu. It means your spirit bado inapigana. Na ndio maana usije ukaruhusu mtu akakuumiza moyo wako, akaumiza moyo wako, akakuchokoza mpaka ukabondeka in your soul. Never ever allow somebody to do that for you. Because atakuwa amekumaliza kabisa. Atakuwa amekudestroy. Another thing, restoration. Tafuta kuregeshewa. Restoration through Christ. Restoration through Christ. When you are restored, you receive healing. Your life change. Isaiah 53 verse 5. Isaiah 53 verse 5. He promised that by his wounds we are healed. But he was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. Kupitia mijeredi tukapokea uponyaji. So find restoration in Christ Jesus, not in people.
in Christ Jesus. For your soul to be healed. Find restoration in Christ Jesus. Find restoration in Christ Jesus. Hakuna mtu ambaye atapenda Mungu. Hakuna mtu ambaye atatumikia Mungu kisha maisha yake ibaki jinsi ilivyo. Nowhere. Nowhere. Kama unatumikia Mungu faithfully, your life will never remain the same again. Lazima utapokea tu uponyaji. Lazima utapokea tu ushindi. Vita iko. Vita naye lazima. Hata saa hii unasikia, hata saa hii uongee in tongues mpaka ile ya malaika, vita bado ziko. Hata ikuwe unaweza ukaona ni chuma gani, ukiangalia hii wall, Mungu afungue macho yako uone ni chuma gani ilitumika hapo, bado vita ziko. Sasa hapo ndio utaambiwa wewe ndio majini, sasa wewe ndio devil worshiper. Vita ikosekanangi kwa mtu ambaye ameokoka. This field is not for the weak. Am I talking to somebody? This field is not for the weak. Na hata saa hiyo amue sasa wewe ukue mtu bure, bado utapigwa amua tu kwesa mtu wewe ni bure, bado watakuambia sasa huyu bure wewe, bado watakuwa na kuchokoza tu na hiyo ubure yako. Ukiamua kukua mtu wa maana, bado utapigwa vita. So hiyo isifanye ukose kupenda Mungu, kufanya kile ambacho inafaa kwa maisha yako. Hiyo isikose ufanye ama usitafute restoration kwa Mungu. Hiyo isifanye ukose kutafuta restoration. If God is giving you more, let him, mwache akupatie zaidi. Kama anakupatia, wacha akupatie. Hata kama watu wanaongea, wacha watu waongee. Mind your business, focus. Find healing, tafuta uponyaji kwa Kristo, naye atakupatia uponyaji. Tafuta uponyaji kwa Kristo. Tafuta uponyaji kwa Kristo, naye ataachilia hiyo uponyaji kwa maisha yako. Na wakati ameachilia uponyaji kwa maisha yako haitabaki jinsi ilivyo. Kuna kitu kitabadilika tu. Kuna vitu utaona tu zimefanyika. Kuna kitu utaona imetendeka kwa maisha yako. Ni kwa sababu gani? Ulitafuta restoration kwa Mwenyezi Mungu. By his stripes we are healed. By his stripes we are healed. So find restoration through Christ Jesus. Tafuta what we call inner peace. Inner peace. There is what we call inner peace. Inner peace is very important for your soul to be healed. Tafuta inner peace. Si ile peace yenye unapewa na watu. Wewe hauko unasinzia ukiwa kwa kibanda. Umekuja kusinzia hapa. Tafuta what we call inner peace. It is very important. John 14:27. 14:27. Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. My peace I give to you. Find peace. Inner peace is very important. Hata kama wanakuchokoza, amani ya Bwana itoshe. Hata kama wanakupiga makofi, the peace of God is very important. Sio ile yenye mnapewa na duniani, but ya Mungu. It is very important for your soul to be healed. Ili nafsi yako ipokee uponyaji, tafuta inner peace. Inner peace is very important. Inner peace is very important. Kama una inner peace, kupokea uponyaji itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu kabisa. Mimi nilikuwa naona mama yangu wakati babangu bado alikuwa, babangu hakuwa amekufa. Babangu amekufa 2017. So before 2017 nilikuwa naona baba yangu anafika, akitoka kwa shamba, ametoka nini,
anafanya sarakasi yake, mamangu hatashughuliki. Mamangu hatashughuliki, hata anacheka. Mamangu anacheka. Ina peace, amemzoea, ni doli yake. Sarakasi zake amezoea. Mamangu hata ashughuliki. So babangu anakasirika, anasema sasa huyu mtu mwana nimemfanyia ina ashughuliki. Babangu anatafuta tu kitu tu, anafanya tu kitu ili tu watu wakuwe active. Mimi naona nacheka. Mamangu naye pia ananiambia wewe to mind business yetu. Achana na mzaa, relax. Ni miaka imeenda. Bwana asifiwe. Inner peace is very important. Inner peace. Hata unaona hata bibi afanyi hivi ati hajapika, sijui hajafanya nini, sijui hajafanya Bwana hajakuachia pesa, sijui nini. Inner peace is very important. Usimshike matai ati kwa nini hujaniachia pesa? Ulikuwa unataka nani aniachie pesa? Ukimshika tu matai hivi umeharibu. Ukimwongelesha tu vibaya juu hajakuachia pesa umeharibu. So inner peace is very important. Bwana asifiwe. Inner peace is very important. Hajakuachia wewe kwa tu na peace. Wakati mumeenda kulala mwambia baba nani. Lakini unajua unakuanga mtu wa maana. Lakini hata kama wewe ni mtu wa maana baba nani. Imagine leo uliamua tu utuache njaa. Lakini ni sawa tu. Maybe haukuwa nayo. Mungu anasema na nilikuwa naona sijampatia, na anasema ni sawa tu. Itamsumbua akili. Bwana asifiwe. Sema inner peace. Sema inner peace. Wakati wewe mzee hujapikiwa, usiangalia ni kwa nini hajapika. Wewe usipige kelele ati wewe hujanipikia sijui nini, unataka nani anipikie, unataka nini kule kwa hoteli. Wachana na hiyo. Inner peace, it is very important. Kama mimi sometimes nafikanga kwa nyumba na manjaa zangu mingi. Kwanza mimi kasi sijakula na wana manjaa sana. Nafikanga tu kwa nyumba hivi, nauliza watu, mama yenu wako wapi? Hajarudi. Inner peace. Naambia okay, Angel, chukua hii, enda kwa duka nunua hii na hii. Kuja. My daughter kuja, nikatie nyanya. Tunapika na mtoto wangu. Inner peace is very important. Ili moyo wako isikuwe inaumia kila wakati. Maana sasa umefika, imagine mzee umefika na njaa kwa nyumba. Na ndio maana babangu before akufe alikuwa ananiambia mwanaume lazima ubranch mahali kwa hoteli kunywe chai hata kama kikombe mo. Ndio ukifika kwa nyumba hata kama wajapika wanazunguka hivi, hautakuwa na stress. Utakuwa tu umekaa una watch news. Hata akileta saa 5 usiku chakula yake, wewe uko tu sawa. Alikuwa anatuambia babangu, alikuwa ananiambia mwanaume lazima upite kwa kona mahali uokote kitu at least kushike, ndio usifike kwa nyumba upasue kikombe. Maana ukifika kwa nyumba na njaa unaweza hata pasua kikombe. Maana najua nyinyi wanawake ni kama sijui mnatumiwanga. Uende huku na nikupika tu unapika. Sasa uanze kwenda kwa duka mara 5. Uende nyanya, urudi. Nilisahau Royco, tena uende Royco. Nilisahau dania, tena uende. Na huyu mtu anasikia njaa. So hiyo time unaharibu kwenda, ukirudi si chakula ingekuwa imeiva. Sema inner peace is very important. So hiyo yote ilifanyika mzee. Unasikia mzee, unapita mahali unakunywa chai kikombe mo na kamandazi 2. Unafika kwa nyumba una relax. Na una make sure usikunywe chai na huko waachia pesa. Una make sure umetuma na umeconfirm imeenda. Alafu kunywa chai yako na mandazi 2. Alafu toka kwa hiyo hoteli, enda kwa nyumba, relax, weka news. Wewe ona. Wewe hata akileta saa 6 kula. Inner peace is very important. Badala kukaa hapo, kwani uniletee chakula? Kwani nini nakusumbua? Kwani nini? Kelele itakuwa kwa nyumba yenye haifai. Bwana asifiwe. Inner peace is very important. Na kama upendi hoteli kama mimi, suko na katoto na maybe wako hajakuwa mkubwa kama wangu, ingia hapo na tools. Tengeneza. Na ile siku umesikia amekuchokoza sana, ile siku umesikia amekusumbua sana, make sure umenunua nyama yenye na kutosha na umekaranga na ukule, usimweke. Ile siku mpige hiyo design. Usimpige na mkono, unampiga na hizo design. Una make sure umeacha kama nyanya 3 na kipande moja kwa sufuria. Akikuja anaangalia, nasikia kiwaru kinateremka hivi.
make sure umemfanyia hiyo. Bwana asiwe. Mimi hivyo ndio nawapiganga. Na make sure naenda hapo natengeneza. Kwanza naambia Rose nipatie ile samaki ya 700, 600. Ananipatia, naenda nayo. Kwanza inawekwa hivyo 2, naambia watoto sasa kujeni. Tunakula sahani moja watoto wa. Na make sure hakuna kubakisha, sawa? Wanaikula. Akipata tunaikula hivi. Anakuja mbio na hasira. Yangu kwani iko wapi? Inner peace is very important. Mimi nawafunza tactics. Inner peace is very important. Hii mambo unashinda ukisumbua na mtu, ukipigana na mtu kelele, hiyo iliisha, tuliachia wazee huko. Hii tuliachia wazee huko. Shinda hapo makelele haitakusaidia. Inner peace is very important. Find that peace. It's very important. Imagine ukipika hutakufa. Mwanaume ukipika hutakufa. Kwani before uoe nani alikuwa anakupikia? Bwana asifiwe. Hautakufa. Kwanza mimi ni chef. Mimi ni chef. Mimi nakoga chef. Cecilia, mimi ni chef. Wewe ujui tu. Mimi ni chef. Najua kupika vizuri sana. So ili nikuwe na peace, usiniharibie anga, usinichafulie anga. Nitatoka hapa. Kwanza mimi before nitoke hii ofisi napiganga simu kwanza. Uko wapi? Ndio natoka town. Sawa. Thank you. Nishaji, mnajua kutoka town that is 2 hours ama 1 hour 30 minutes. Mimi natoka tu na manja zangu, nachukulia vitu zangu, tunatengeneza. Tunatengeneza na ile siku Mungu niko na roho mzuri pia namwekea hapo, namtengenezea. Anakula pia anasikia mzuri, mzee amepi. Si kila siku nammalizia. Na siku namwekea hapo. Na we bibi, isikuwe sasa ati yeo wacha nichelewe atafanya. Ile siku utasema wacha nichelewe atafanya. Hiyo ndio siku utapata kumiharibika. Usimtumie. Huyo sio punching bag yako. Unamfanyia sio toy boy. Unamfanyia kenye unataka. Kwanza it is very bad mwanaume anapika na umekaa. It is very bad. Ni mbaya sana. Hata Mungu hawezi akafurahia. Ati umekaa umewekelea miguu hivi. Wacha afanye kama ni mapenzi. Imezidi. Ni sawa. Lakini ati haikuwa ni mapenzi. We tu ati unamcommand. We si upiki hata we tukule. Na umekaa hivi. Utalaaniwa. Utarogwa. Na ujui nani alikuroga. Ni wewe ulijiroga. Am I talking to somebody? So inner peace is very important for your soul to be healed. Inner peace. Hata ukiamua uache huyo uende kwengine, the same duties ndio utapata. The same duties. Si ulihatiwa na ule Onyango ukapata Kamau, ukasema Kamau, nataka moyo wangu iliumia, nataka uniponye moyo. The same duties zenye uliacha huko bado zimekupata. Lazima huyu mtu mpigie pasi, umfulie, utengeneze nyumba, apate nyumba ikiwa sawa, inanuka aroma mzuri. Lazima umpikie chakula yenye imeiva, sio kupika mashakura. Chakula imeiva ndio moyo wako ipone. Lakini kama utafanya hiyo, so your soul will not be healed. Bado utakuanga tu inaumizwa kila wakati. So wamama mjifunze kupika pia. Kuna wamama mjuangi kupika. Nani ajui kupika? Ni kuombe leo ujue kupika. Kuna wamama mjui kupika. Wewe unajua kupika zote? Unajua kupika kila kitu? Haujui kupika omena. Haujui kupika omena. Wewe si ni Mkamba? Sinajua, si mimi najua tu. Mimi najua tu ujui. Haujui kupika omena. Unajua kupika samaki? Hapana. Unajua kupika chapo? Sinaona ujui. Mimi najua wamama vitu ya mjui. Ati lazima uite neighbor. Ati lazima uite bestie. Ati rafiki yako sister yako akikutembelea ndio sasa unamwambia pika chapo. Hiyo unaambianga bwana yako nini? Wakati sister yako amekutembelea ndio unaambia sisi tupike chapo tukule. Baba nani anapendanga chapo? Alafu mzee wako anakuja anaangalia
sister yako ni anajua hii mambo, akili yake inaanza kuenda huko. Jifunze kupika. Jifunze jifunze, it is very important. Ndio usiumizwe roho, usiumizwe, pika. Jifunze kupika. Unajua kuna wengine hamjui kupika, inabidingi saa mzaa aende kwa hoteli, na apendi hoteli, inabidi aende kwa hoteli. Akifika hapa anaguzaguza, unaona ugali yako anaguzaguza hivi na anaachana naye, anaguzaguza hivi. Ukipika nyama bado ni ngumu. Ukipika ugali imeiva na juu ndani haijaiva sana, iguzaguza hivi anaachana naye. Alafu naanza, wewe mbona uko na madharau? Mbona upendi kukula chakula yangu nimepika? Sasa hujapika vizuri. Kwa unataka arudike tumbo? Haujapika? So ili usiumie, jua kupika. Jua kupika. Jua kupika. Jua hata kuserve. Jua hata kuserve mzee. Maana kuna masile kwenu kwa naombanga tu apate chance kwa hiyo mzee wako. Ile siku atapata tu chance hivi, mzee wako atakusahau. So jua hata kuserve mzee wako. Ukishampikia, chukua maji moto, si baridi. Maji moto, chukua weka kitambaa hapa na maji hivi. Unamnawisha, kisha unampatia, anajipanguza. Wewe unamnawishanga, unamwacha anajinawisha, alafu anafanya hivi, anapanguza kwa mlongo. Mahali ataenda anawishwe tu mzuri hivi. Na huyo mwenye anamnawisha afanye mistake, anamnawisha akimwangalia macho eye to eye. Namna ina namnawisha. Wewe kwisha. So hizi vitu ndio mjue, ndio najua mnyi wa mama sana sana nyinyi ndio mnasemanga ameniumiza, 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 ameniumiza. So hizi ndio vitu zinafanya mnaumizwa. These are the things zenye zinafanyanga mnaumizwa moyo. So hata ukiomba ni hasira tu inakuwa kwa hiyo nyumba. Ni vita tu unaona vile unatingiza kichwa kama ubongo bongo. Inaingia kanateremka. Hii ndio mnafanyanga mnaumizwa moyo Cecilia. Ili mwanaume asikuumize moyo, fanya duty zako kama mama. Their position lazima usilenge. Kuna position kwa hiyo nyumba. Kumbuka, number one thing ujue, unaona hata huyo mzee wako, wewe ni mama ya, mtreat kama your firstborn. He is your firstborn. Huyo mzee wako ni firstborn yako. Sasa treat yeye kama firstborn. Na ako na jealousy hata kushinda wewe. Wakati anaona umeweka akili kwa watoto sana, anakasirikanga. Anakasirika. Si hata nyinyi mnakasirikanga wakati mzee ameweka akili kwa mtu msichana wake sana. Unaona mpaka mama anaanza kukasirika. Kwani huyu ni bwana yako? Kwani unaanza kubishana? So make sure ufanye kile ambacho kinafaa. Fanya kile ambacho kinafaa, ndio asikuumize moyo na wewe usimuumize moyo. Now what is important? Inner peace. That is very important in your life. Inner peace. Inner peace. Me sometimes nakanga tu hapo hivyo. Saa zingine nasema tu leo wacha ninyamaze nione kama my wife atanitisha pesa. Maana anajuanga tu masaa fulani natuma, na saa fulani natuma bila kuniambia. Sasa nanyamazanga hivi. Nikisha nyamaza hata yeye ananyamaza. Lakini nikienda huko napata amefanya kila kitu. Yaani anatafuta, alafu after 2 days ananiambia, unakumbuka siku fulani? Au kunipatia pesa. Sasa nikatumia yangu. So hiyo ni unajua ya bibi ukitumia lazima, akitumia lazima. Kwa nini lazima ilipwe? Hiyo ni lazima. Unakumbuka siku fulani ya kufanya ile kitu. Sasa hiyo kwanza nakwambia nakudai 5,000, nakudai 6,000. Leo imefika 7, leo imefika 8. Hey, my wife. Kweli uko serious? Nakudai. The reason why anaamua kujifanyia inner peace. Hataki kubishana na wewe, leta. Na kama utaleta sipiki. Wewe acha hiyo ukora. Wewe acha hiyo, haitakusaidia. Wewe pika. Watu inner peace is very important. Maybe ile siku atapata, hata kama atakulipa nusu,
akikudai kama unamdai 3K, akipata 1500 anakupatia. Saa zingine hata anakupeleka anakubaia chipo na yogurt na hiyo deni imeisha hivyo. Anakupeleka leo twende nikupeleke out. Unaenda huko nambaia chipo ya 100 na sausage 2. Na mnakula mnacheka mnarudi kwa nyumba. Ile siku anakudai, si nilikupeleka out, hata mimi nilipe out. Si nilikupeleka out. Ile nilikupeleka out. Imagine you used my time and you used my money. So if you want me to pay your money, just pay me my time and my money. Si umuda amekupeleka out na wewe ulimpika chakula mkakula nyinyi wote, si mnatoshana sasa? So mlipe kwa hizo, unamlipa kwa hizo. Inner peace is very important. Am I talking to somebody? Inner peace. Umesikia Cecilia? Umesikia yelo? Si ati leo hujanipatia inatosha, mbona leo umenipatia kidogo? Hapana. Inner peace is very important. Inner peace. Akasema, peace I live with you, my peace I give to you. I live with you and I give to you. So hiyo inafaa ikuwe ndani yako, maana uliwachiwa na ulipewa, ni yako. Hiyo ni imani ambayo inafaa. Kama umeokoka, peace is very important in that house. Sunday nilikwambia tutakuwa na family Sunday. Nitaongelelea hizi vitu zote. Hizi ndio vitu zinazuilia baraka kwa familia. Nitaongelelea hizi vitu zote. Na utajua mahali we mzee unakosa, na utajua mahali we mama unakosanga. Na ndio maana hata mkiomba Mungu hawasikii. Hata kama hiyo siku mpretend at least 1 week mkwe mmependana na bado hata asikia. Ni kwa sababu hiyo ni kitu yenye iko ndani, imekataa kutoka. So mpaka utoke ndio uombe Mungu asikie as a family. Kuna ile baraka Mungu apatiangi mzee na apatiangi mke, anapatianga hao wote wakiwa inaitwa family blessing, inatoka kwa Mungu. Anawapatianga wakiwa hivi. Kuna mtu tu anakuanga na wewe uko na baraka yako kivyako, na mzee wako ako na baraka zake kivyake, na watoto wako na baraka zao kivyao. But there is what we call family blessings. Ile unapewa mkiwa as a family. Family inheritance ni utajiri wa kifamilia. Hiyo ni Mungu anapeana. Hiyo si ati baba alifanya kazi sana. Hiyo ni Mungu. Bwana sifiwe. Kwani baba yako ndio mababa wengine hawafanyangi kazi? Si wanafanya kazi? So hiyo ni Mungu vile mzee wako anafanya kazi, ndio mzee wa huyu anafanya kazi, ndio mzee wa huyu anafanya kazi. So wewe at least umepata opportunity ukabarikiwa. Familia yenu ikabarikiwa. Hawa hawajapata hiyo opportunity. There is something wrong. So usijivunie ati mzee wangu alikuwa focus. No, it is God. It is God. So inner peace is very important. So another thing, have hope. Have hope. As long as you are in pain, kuwa na matumaini and your soul will be healed. Kuwa na matumaini. Have hope. Have hope. When you are in pain, have hope. Wakati uko kwa vita, have hope ya kwamba hii vita one day nitaimaliza. Revelation 21 verse 4. Revelation 21 verse 4. Have hope in God, and God will wipe away every tears from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, nor crying, nor shall be no more pain, for the former things have passed away. The Lord will wipe all of your tears. There will be no more tears. There will be no more death. There will be no more sorrow, no more pain, because the former things have passed away. Have hope in God that one day you will overcome everything that you are going through. Have hope. Kwa tuna matumaini. Hiyo matumaini uko nayo ndio itakusaidia. Lakini kama hauna matumaini, ume give up, hauwezi ukapita shinda chochote. Am I talking to somebody? Simama kwa miguu yako tuombe. Zingine tutamalizia siku ingine. Zingine tutamalizia vitu zingine.
So hizo ndio vitu ambazo nimekuambia ndio inawazuilianga, zinazuilia mioyo yenu isipokee uponyaji, mioyo zenu isipokee uponyaji. Kuumizwa, umeumizwa. Hata sisi pastors tunaumizwanga. Kwanza sisi tunaumizwa na washirika sana sana, wale wenye wanatumizanga ni watoka nyinyi. Unajua tunaumizwanga aje? Wacha nikupatie example moja. For example, nimepata mtu kama Cecilia, nikaanza kumwombea, namfunza kuomba, nimemfunza kubehave, nimemfunza kuvaa, nimemwambianga usivange hivi, ukikuja vaa hivi, nimemfunza hizo vitu zote All of a sudden unajikuta tu ame left church. Hiyo kitu natumizanga roho sana. Bwana asifiwe. Halo? Unadhani haitumizangi? Inatumizanga roho. Roho yetu inaumianga. Lakini what will we do? Tutafanya nini? Na ilikuwa ikuwe hivyo.